Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Praise the name of Bwana the Lord Yesu Jesus. asifiwe sana. Praise Jesus. Amina leleo, amina. Amina leleo. Yo amina leleo, amina. Ye amina leleo, amina. Oh amina leleo, amina lele, Amina. amina leleo, amina lele, amina. Ye amina leleo, amina. Ye amina leleo, amina. Oh amina leleo, amina lele, Amina. oh amina lele, amina lele. Ye amina leleo, amina. Oh amina leleo, amina. Oh motema nanga ye toninapo sana. Motema nanga ye, asante Bwana. Oh motema nanga ye. Oh motema nanga ye. Oh baba tuko hapa ye, amina. Baba utuguse oh. Baba tenda kazi yo. Oh Bwana tenda kazi ye. Baba batubarikie. Bwana tubadilie. Bwana utuguse oh. Oh Bwana utuguse. Yo baba utuguse. Oh baba utuguse oh. Baba utuguse. Bwana utuguse. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Siku ya leo Today, tunataka kukumbushana we want to remind each other, na kutiana moyo also to encourage each other kwa safari ambayo tulio nayo. for with the journey that we have. Mara nyingi sana Many times, tunapokuwa tumepotoka, tumeacha njia ya Mungu, when we are away from the way of God, huwa mara nyingi Mungu huilipa gharama ya kuweza kusimamisha mtu wala watu wa kuweza kutukumbusha. sometimes God pay for the price for the people to remind us. Na ukisoma kitabu cha Yona, When you read the book of Jonah, Yona yeye alitamani sana he wishes kwamba angeliona watu wa Ninawi wanakufa. for the Nineveh people to die, Angeliona Mungu anawaadhibu. to see God judging them. Lakini Mungu, But God, lengo lake lilikuwa, his intention was, kwake faida kubwa ni mtu kubadilika, for his benefit, he enjoy more when somebody changes kuliko mtu kufa katika dhambi. instead of somebody dying in the sin. Jina la Bwana Yesu libarikiwe Praise sana. the name of Lord Jesus.
Na ukiangalia jinsi Mungu alitumia transportation ya kumfikisha Yona, If you see the transportation God used to get Jonah to his destination, ili aende Ninawe, to go to Nineveh, ninakuwa nikishangaa ni Mungu peke yake tu yeah, I'm very shocked. Only God, kwamba mtu anaweza kakaa ndani ya tumbo la samaki, somebody can stand inside a fish, alafu samaki ikajua Ninawe ni wapi, and then the fish know where Nineveh is, alafu ikajua na nchi kavu pa kumtema Yona. and also what dry land to spit him. Lakini sababu kubwa ni kwamba But the main thing is, aseme Mungu alikuwa ameiweka samaki tayari. God had prepared this fish already. Jina la Bwana libarikiwe Praise sana. the name of the Lord. Tutasoma kitabu cha Methali, ni message Ebeneza iliimba. We are going to read the book of Proverbs. Is one of the message that Ebenezer sang. Inayohusu responsibility ya maisha ya wokovu. What is concerning the responsibility of the life of salvation. Wakati ambako Adamu alishindwa kusimamia kile Mungu alichomupa, When Adam failed to stop on top of what God gave him, alitoa sababu. he gave an excuse, Akiamini kwamba ataeleweka mbele za Mungu. believing that he's going to be understood in front Hawa of naye God. alitoa sababu. Also, Eve gave an excuse, Lakini imetunzwa ndani ya maandiko, but is prepared in the scripture, kusudi mimi na wewe the intention of me and you, tuelewe kwamba hakuna excuse, hakuna kujitetea mbele za Mungu. there's no excuses in front of God. Mungu alimuumba mwanadamu, God created man, akampa utofauti na viumbe vyote, and it was different from other beings, na mwanadamu ndiye kiumbe pekee and man is the only creature anayemjua muumba wake vizuri. that know his creator very well. Lakini Mungu aliacha sehemu, But God left a place, responsibility ya maamuzi. the responsibility of free will. Kwa ajili sifa ya Mungu For the glory of God ni kumfuata ukiwa umeamini wewe mwenyewe. is for you to follow him by yourself, you Ndiyo choosing to sababu do it. Pentecoste Because the Pentecost, hatubatizi watoto wachanga we do not baptize children wenye hawajakuwa na maamuzi. that cannot make a decision. Jina la Bwana libarikiwe Praise the sana. name of the Lord. Wokovu ni maamuzi The salvation is a ya wewe choice binafsi. you personally. Sio habari za kwamba baba yako alikuwaka, babu yako alikuwaka. Not that your father was or your grandfather was. Ninaweza kuzaliwa ndani ya nyumba ya watumishi wa Mungu, I can be born in the house of the servant of lakini God. haimaanishi nimezaliwa ndani ya wokovu. It does not mean that I was born in salvation. Kama ingelikuwa ni hivyo, That was the case, Samuel alikuwa nabii. Samuel was a prophet. Samuel alikuwa muamuzi. Samuel was a decider. Samuel alikuwa kuhani. He was also a priest. Alikuwa na ofisi 3. He had 3 offices. Na siku moja alisimama mbele za watu. And one day he stood in front of people. Akawaambia, munijaji mwe wenyewe. And asked the people to judge him by maisha yangu. The way they see his Wakasema life. hakika. And they say, truly, kweli wewe truly, ulikuwa umeinuliwa na Mungu. You were lifted by God. Lakini tatizo, but the problem, wakati Israeli walimwambia, but when the Israelites told him, tunataka utuinulie mfalme, for you to lift us a king, sababu kubwa walimwambia, one of the big reason was, watoto wako hawakufuata njia yako. Watoto wako hawakufuata njia yako. Your children did not follow your footsteps. Kwa hiyo kuzaliwa ndani ya familia, so being born in the family, haimaanishi umeokoka. It does not mean that you are saved. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Wokovu ni wa binafsi. Salvation is personal. Kwa hiyo tutasoma kitabu, we're going to read the book cha Methali, Proverbs. Methali sura ya 4. Proverbs chapter 4. Mstari wa 23 and verse 23. Tutasoma kwa haraka. We are going to read quickly. Tunasoma. Kitabu ni Methali 4 na 23 na maandiko yanasema,
linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko ziliko chemchemi za uzima. Amena. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Huyu ni mfalme wa tatu wa taifa la Israeli. This is the third king of Israel. Baada ya Sauli, after Saul, akatawala Daudi. and it was David. Baada ya Daudi, And after David, akaja Suleiman. and came Mungu Solomon. anasema And God said, hakuna mtu aliyekuwa na hekima there's no one with wisdom kama vile Suleiman. as King Solomon. Na Mungu And God alisema kwa kinywa chake, and spoke with his own kabla mouth. yako And before you na baada yako and after you, hakuna mtu atakayekuwa na sifa ya utajiri kama wewe, and no one will be as worthy as you. na hekima ambayo niliyokupa. And also the wisdom that I have given you. Lakini kabla ya Daudi kufa, But before David dying, Daudi alitembea na Mungu. David walked with Sio God. kwamba Daudi hakufanza makosa, It doesn't mean that David did not sin, lakini Daudi makosa yake yalimupa kujifunza, but David learned from his mistakes. na akajua kutengeneza. And he knew how to fix. Na wakati alipotengeneza, And when he fixed it, Daudi alijifunza Mungu, David taught himself God or learned God. akajifunza moyo wa Mungu unapendezwa na nini, And how God's heart is being pleased. na kitu gani Mungu kisichomfurahisha. And what displeases God. Akatafuta, And he searched. akajifunza. And he thought and he learned. Ikabidi Daudi And it got to the point where David, akatamani, and he wished, sababu Mungu alikuwa amemwambia, because God had told him, baada yako after you, nitainua mtoto wako. I'm going to leave Kwa to hiyo Daudi, bring up your child. Kwa So hiyo Daudi, David, kabla ya kifo chake, right before his death, ilibidi it was a must aikae na mtoto wake, to sit down with his son. akimwambia Suleiman, And he told Solomon, ninataka kukuacha mumikono I want to leave you in the hands, ya Mungu aliyeumba mbingu na nchi. the hands of the God that created the Nataka heavens and the nikusaidie. earth. I want to help you. Nilitembea naye mbele I yako, walked with him before you. sitaki kwenye nilikwama wewe ukwame. I don't want where I fail for you to Jina fail la the same Bwana way. Praise the libarikiwe. name of the Lord. Akamwambia huyo Mungu, And he told that God, ukienda naye hivi if you walk with him this way, utamuona wazi. you're going to see him clearly. Haleluya. Hallelujah. Daudi And David, hakubahatisha kutembea na Mungu. David did not guess to walk with God. No, alitembea na He Mungu. walked with God. Alimaanisha kabisa. He meant it well. Na ndiye maana And that's why. akatamani kutransfere And he wanted to transfer chenye alicho nacho what he had amupe Suleiman, to give it to Solomon. ili kusudi So the intention, kila mzazi, every parent's vision yake their vision, ni kusema it is to say hatamani mtoto wake aishie kwenye yeye aliishia. they don't wish for the child to remain where they remained. Mzazi anakuwa anapenda Parents always want ya kwamba to mtoto wangu angeenda mbali kuliko kwenye mimi niliishia. For my child to go further compared to where I remain. Hata miaka Mungu amenipa chini ya jua, mtoto wangu Mungu ampe zaidi. Even the years that God gave me under the sun, for Hiyo my ndio son to have inakuwa more. nia ya moyo wa mzazi. And that is the intention of the heart of the parents. Na hata mzazi, ni kwa sababu sielewi, mzazi wa kiroho And also a spiritual parent aliyeitwa kabisa na Mungu, that have been truly been called by God. hii ndani yake inakuwaka. And it is inside him. Kwamba mtoto yoyote Mungu amekupa kuzaa kiroho, Whatever child that God gave you to raise Mungu amupe spiritually, neema ya kwenda kwenye wao kuendaka. for God to give them the grace to reach where you did Na not ndiye reach. maana And that's why, iwe anguko, even if it's falling, iwe mawimbi, even if it's wind, kama ni mtu aliyeitwa na Mungu, if it's a person that has been called by God, hawezi kuwa miongoni wa wenye kwenda wanakritike. I cannot be amongst the people that are going around Kwa sababu criticizing. devoir yake Because his homework ni kumulilia Mungu juu yako, is to cry to God for you, na bila kukuambia. without telling you. Na ndiye maana And that's why utaona you will see wakati ambako in the time Mungu anamwambia
Samuel when God told Samuel kumtia mafuta Sauli, to pour oil on Saul, Sauli alipotokea, where Saul came Mungu from, alimwambia Samuel God told Samuel, aseme huyu ndiye and he said, he's the one. niliyekuambia nitakuletea. He's the one that told you Na I'll pale bring forth. pale Samuel And there then, hakumuuliza Mungu maswali, Samuel did not ask God questions. alimutia mafuta. He anointed him. Maana Samuel alikuwa baba yake wa kiroho wa Sauli. Because Samuel was the father of Saul spiritually. Lakini wakati Mungu anakuja, But when God came, anamwambia Samuel, and he told Samuel, ninajuta kwa nini nimemuinua Sauli, I regret why I brought up na Saul, mimi nimeachana naye. and I have rejected him. Biblia inasema And the Bible says, Samuel hakupiga makofi ashangilie, Samuel did not rejoice, na Sauli hakukuwa hapo. and Saul wasn't there. Maandiko yanasema The scripture says, Samuel alilala usiku kucha, and he said he spent the whole yuko night anamulilia Mungu crying to kama God anaweza kumpa nafasi nyingine to Sauli, give him another opportunity. kwa sababu ni mzazi. Because he's a parent. Hazai kwa sababu afishe. He does not birth for death. Haleluya. Hallelujah. Sasa katika andiko hili And so in this scripture, Sulemani King Solomon, naye anapokea chenye alipokea kwa baba yake. he received what he received from his Anaikaa father. na watoto wake, And he's sitting with his children. anatransfere na yeye And message, he also transferred the message. anaambia wanangu, And he said, my children, ukitaka kufanikiwa if you want to be successful, kwa kutembea na huyu Mungu, to walk with this God, linda moyo wako guard your heart kuliko vyovyote vile unavyoweza kuvilinda. above all other things that you can protect. Linda moyo wako. Guard your heart. Kulinda ni responsibility. To guard is a responsibility. Wokovu ni responsibility. Now salvation is a Aseme responsibility. linda sana moyo wako He said, guard your heart kuliko chochote kile unaweza kukilinda. above all other things. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Na akamupa mambo. And then he give him different ways. Baba, ninawezaje kulinda moyo wangu? How can I protect or guard my Nawezaje heart? kulinda moyo How wangu? can I guard my heart? Nitasema maneno machache. I'll say a few words. Papa Valeri atarudia lile andiko. Papa Valerie is going to repeat the scripture. Atasoma mstari wa 24. He's going to read Mpaka verse mstari wa 24 27. all the way to 27. Anasema nini? What does he say? Tunasoma Methali 4:24 mpaka 27. Maandiko yanasema, Ndiyo. kinywa cha ukaidi ukitenge nawe. Kinywa cha ukaidi, kama unataka kulinda moyo wako, If you want to guard your heart, aseme kinywa cha ukaidi, a corrupt mouth, uweze kujitenga nacho. be away from it. Na midomo ya upotovu uiweke mbali nawe. 25. Macho yako yatazame mbele, na kope zako zitazame mbele yako sawa sawa. 26. Ulisawazishe pito la mguu wako, na njia zako zote zithibitike. 27. Usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Ondoa mguu wako maovuni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Sulemani anasema King Solomon said, katika vitu vichache in few things vinavyoweza kuchafua moyo wako, that can defile your heart, moyo the heart ni hazina kubwa. is an area, a big Moyo area. safi A pure heart ni hazina is a ya treasure, mafanikio is a treasure of successful ya mtu kutembea na Mungu for a person to walk with na God, kumuona Mungu ndani ya maisha yake. and also to seek to experience God in their lives. Watu wote wenye sifa All those we honor, za kuweza kuigwa kwa maisha ya kiroho, those we honor to be called in the life of spiritual walilipa life, gharama they pay the price wa kulinda mioyo yao. to guard their hearts.
Bwana Yesu asifiwe Praise sana. the Lord Jesus. Unajua nyakati hizi tuko ndani. You know the time that we're in. Sasa hivi Right now, tuko hapa. we are here. Tunaweza kuwa tuko hapa kanisani. We might be here in the Hatuna church. nia moja. We do not have the same Hatuna lengo intention. moja. We do not have the Hatuna same vision intention. moja. We do not have the same Kila vision. umoja Every person, akipita kwenye interview if they go through an ya interview ulimwengu wa roho, in the spiritual realm, utakutana you will find ni tofauti kabisa. is very different. Amen. Amen. Sasa niko nataka kusema I want to say, na watu ambao with the people that wako na vision with a vision ya kwamba siku moja that one day watamlaki Bwana Yesu mawinguni. they're going to see God in the heavens. Kwenye Samueli wa kwanza In this 1 Samuel 18 18, utaenda kusoma. you're going to read. Kuna habari There's a story za Sauli. of King Saul. Sauli King Saul, alikuwa mfalme, he was a king. na alipokuwa mfalme And when he became a king, kuna mambo aliyoyafanza there are things that he did. yakamuuzi Mungu. And he bothers God. Yalipomuuzi Mungu, When he bothered Mungu God, akamkasirikia. and God was upset with him. Na baadaye And after that, Sauli and Saul, akaona vita kubwa kwenye maisha yake. he saw one of the biggest battles in his Akaona life. Waamaleki And he saw the Amalekite, na akauliza kwa Mungu. and he asked to God. Aseme Mungu akamnyamazia. And God was quiet, was silent. Lakini Sauli But Saul, alikuwa na plan B. but he had plan B. Hebu sema plan B. Say plan B. Plan B ya Sauli And the plan B of Saul, aliambia aliye pembeni yake, he told who was on his side, aseme and he said, unitafutie mwanamke find me a woman mwenye kupunga pepo, a witch, nende kuuliza kwake. so I can go Kwa ask hiyo to him. tunaweza ingia, But so we can come tuko ndani here, ya wokovu, we in wote salvation, tunazani tunaenda mbinguni, thinking we are going to lakini heaven. wenzako wako na plan B. But your people, your fellow human have plan B. Jina la Bwana Praise the libarikiwe. name of the Lord. Plan A And plan A, ikikwama, when he yuko failed, na plan B. they have plan B. Kwa hiyo leo sizungumuzi na wenye kuwa na plan B na A. I'm not speaking to people with two Naongea na plans. wale ambao I'm speaking to wana those, plan A tu, the only ones that have ambayo one plan. inasema, The one that says, nikipata nipatie kwa Mungu, if I nikikosa nikoseye kwa Mungu. if I do not Sio have kila lack, anayesema Bwana ameniponya. it's not Kwamba everyone ni that Bwana said God healed aliyeponya. him. It's not the God Kuna that healed walio na them. plan B. There are those with Niko plan B. nataka kuongea I want to speak na to wenye plan A tu. they only have plan Plan A. yao ni Kristo. The only plan is Christ. Kupata To na kukosa to gain and lack, wanategemea kwake Bwana. they depend on the Siku Lord. moja Mungu akamwambia Daudi, One day, God told aseme David, chagua, he said, choose nikuache mikono ya maadui to leave you in the hands au of the enemy, nikupige, au nikupige, or to punish you, au niache tauni zikule mimea. or for the insult to eat you up. Daudi And David said, anamuonesha Mungu, and he said, Baba, mimi sina plani B, I don't have plan B. nina plani moja tu I only have one ambayo plan, ni wewe. which is Kama you. ni kunipiga, If it is nipige punish me, wewe, punish me. sina pangine pa kwenda. I don't have anywhere else to go. Hallelujah. Hallelujah. Jina la Bwana Praise the Lord libarikiwe. of the name of Kwa Jesus. hiyo jioni ya leo So this wenye afternoon, plani B hawatanielewa. those with plan B Na won't come to understand Jesus. me. And I come to Jesus. Najua mwaye mko na plani moja tu. I know you only have one Niko plan. naongea na wenye kuwa kwenye kamera, I'm speaking to those who wenye kuwa watching. na plani A na plani B, Those with plan A and plan B. wenye kuwa na A na B. With those with A and B. Jina la Bwana Praise the libarikiwe. name of the Lord. Jina la Bwana Praise the name of the libarikiwe. Lord. Haiko wote It's not all of them wasemao Bwana that ametenda. say that the Lord has done it.
Kuna There wengine are others, na mbingu zinasema and the heavens says, utukufu uende wapi sasa, where does the kwa glory sababu go? plani zote zimetumika. All the plans worked. Muulize jirani yako, uko na plani ngapi wewe? Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Ndiyo Lord. maana tunangangana kwa Yesu, And that's why we hold maana on to hatuna God, plani B. because we do not have plan Wakati B. mwingine tunajifungia, And sometimes sio kwamba tunamfuata Yesu juu vyote vinanyooka. it's not because everything is smooth. Wakati mwingine tunaliaga bila kupigwa, We cry without being beaten, lakini tunapanguza machozi. but we wiped our tears. Namwambia Bwana, sina plani ingine, I told the Lord I don't ni have any kwako other ndipo plans. nitafia tu. And the way to you is where I will Ukiona kama die. ndaishia hivi ni wewe tu. If I will end up like this, is Ukiona you. kwamba utaniinua ni wewe tu. If you're going to honor me, Ikiona is you. kwamba utanikumbuka ni wewe. If you're going to remember me, is Lakini you. sina dute na wewe. But I do not have that with you. Watu wa pili wenyewe mimi siongei nao. The second people that I'm not speaking of, Unajua, you know, siku moja Mungu one day God, anamuona Kaini. and he saw Cain, Anamwambia Kaini, and he tell Cain, unajua kuna watu wanasemaka, you know, there's some people that say, ninamwacha. I will leave Tangu him. nilimwambiaga. Since I Tangu told him, nilimwambiaga. since I told him, Sikiliza ndugu yangu. listen, my Wewe beloved, uko nani? who are you? Mungu mwenyewe. God himself. Kama mtu iko na roho ya Kaini. If you have the heart of Cain, Kaini Mungu anamwambia, Cain, God told Cain, aseme Kaini, he just said, Cain, mbona uso wako unakunjamana hivi? why you upset in the face? Why is your face like that? Akasema, And he said, je, ukitenda vema hautakubaliwa? won't you be accepted if you do good? Mungu akamwambia, And God told him, aseme angalia dhambi and he said, if you look at the sin, inaota mbele kwenye mlango wako it's close to your door, na inabidi uishinde. and you must win over it. Mungu njoo yuko anasema, And that's God speaking. mwenye pumzi ya Kaini iko mikono yake. Where Cain oxygen is in Lakini his hand. Kaini ni kama alimwambia Mungu, And God is like Cain told God, nimeshaamua. I have decided. Sitarudia nyuma. I won't go back. Wewe unijui wewe. You don't know me. Au yasikia Mkristo anakuambia wewe unijui wewe. A Christian will tell you, you don't know me. Haunijui. You don't know me. Wewe ulikuwa unijui. You do not know me. Mie. I. Hii mtu anapiga kifua mie. And they say, me. Sasa huyu utashindana naye. How are you going to go against Kaini Kaini and Cain, pamoja na kusikia Mungu, even with hearing God, anamwambia Abeli, and he told Abel, aseme twende shambani. and he said, let's go to Abeli anajua the huyu farm. And Abel knows ni mwana wa tumbo la mama yangu. this is the same blood. Sina dute na yeye. I don't have doubt with him. Abeli anasema twende. And Abel said yes. Kumbe Kaini ndani, But Cain inside, Kaini anakwenda, and Cain went, anamuonesha Abeli, angalia kule. and he said, look that way. Abeli hana dute na ndugu He yake. doesn't have any doubt with his Anageuka, friend. kumbe kuko rungu kumgongo. And not knowing that he has a machete on his back. Anampiga Kaini, anampiga Abeli. And then he beat Abeli Abel. anafariki. And the Abel died. Mungu anarudia. And God come back and Kaini, return. And he said, ndugu Cain, yako iko wapi? where's your brother? Aseme, mi unaniuliza nini? Niko mlinzi wako. And he said, am I my brother's keeper? Jamani, sikia bwempoli wa kupitiliza. Do you see the foolishness? Aseme, mimi niko mlinzi wake. Am I my brother's keeper? Baadaye Mungu And then after God, anamwambia Kaini, and he told Cain, umefukuzwa, you have utaenda hivi. you've been rejected, Sikia and you sasa go Kaini. this way. And then Sikia Cain Kaini, again, anamwambia Mungu, and told mbona God, adhabu yangu ni kubwa? Yeye ameshamwaga damu ya mtu.
How come my punishment Mara is nyingi used? sana Many times, Kaini ya kujua Cain did not iki know umeamua, the decision you made. haukuamua tu kufanya ubaya, You did not decide to lakini do bad. umeamua na gharama ya kile chenye umefanya. You also took the responsibility of shida, what you done. But the Hayuko problem, tayari kupokea gharama ya chenye alifanya. but you're not ready to receive the Gisi si punishment. tunakuwaka. And that's how it is. Unapanga maverse biblike sasa ya kuanza nitumie lugha kumtongoza Mungu. Kumuelewesha Mungu. You start preparing verses to deceive Japokuwa God. nimeonywa mapema. Even though I have been warned. Hivi ndivyo ilivyo. And that's how it is. Watu wengi And many wako people tayari kufanyia wengine mabaya, they're ready to do lakini bad to hawajakuwa them, tayari kupokea matokeo ya kile chenye but they do wamefanya. not ready to receive the Maana consequences. tunajua kufunga, tunajua na kuomba, Because we know na to pray tunajua and na to maverse fast. biblike, And we also know the Bible tunajua na verses. nyimbo za And wokovu. we also know the hymn songs. Nataka nikwambie, But I want to tell Mungu you, hapokei rushwa. God cannot be Mungu yuko bribed. na prinsipe. God has Linda principles. sana moyo wako. Guard your heart. Hallelujah. Hallelujah. Ukilinda moyo wako. When you guard your heart, Huyu Daudi alipolinda moyo when wake, David guarded his heart, aliapa he swore akasema, and he said, tangu nilipokuwa kijana since my youth mpaka kufika uzee, to the old age, sikuona mtoto wa mwenye haki anaachwa. I've never seen the child of the righteous being abandoned. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. Lord Jesus. Tukilinda mioyo yetu, When we guard our hearts, tujilinde na mabaya, and also haitaishia from bad, kwetu. it won't end with us. Tutaachia urisi. It's going to be Toshi ya inheritance. Mungu It's going to be inheritance. The itawatafuta torch of watoto God. wetu kwenye wako. It's going to look for our Toshi children. ya Mungu The torch of God. ilimtafuta Mesibosheti. You looked for King Saul's Ndiyo son, maana and that's why. Daudi alisema, And David kwa said, sababu Yonatani alikuwa alishakufa, Jonathan had died, lakini Roho wa Mungu akakuja kugonga kwa Daudi. but the Spirit of God knocked out Aseme David. mtoto wa mwenye haki hawezi kufa na The kuhangaika. child of the righteous cannot die suffering like this. Yonatani alikuwa amekufa, ametenda, amesimama katika haki. And Jonathan died in righteousness. Ameshawishiwa na baba yake, lakini yeye He was alisimama. advised by his father, by his Kwa steward. sababu hiyo Because of that, ndipo Daudi alijifunza and that's where David aseme learned, hakika truly, mtoto wa mwenye haki Mungu the hawezi child of the kumwacha. righteous, God cannot abandon them. Ndugu yangu, My ni beloved, vizuri kutumika sana. it's good to work a lot. Siku To moja work a lot. tuachie watoto manyumba, Also to leave Siku the moja houses to, tuache na God, hivi. to our children. lakini hayo sio urisi wenye kudumu. Those inheritance won't last. Tuachie deni kwa Mungu. We must leave the debt to Mungu God. akiangalia, And when God looks anamwangalia bidhaa, and he's so bizarre, anasema huyu ni mtoto wa Papa Juma huyu. and this is the child of Papa Juma. Haleluya. Hallelujah. Anamwangalia Sifa, And he sees Sifa, anamwangalia Benjamin, and he see anasema Benjamin. huyu He said, ni this mtoto wa mwenye haki. this is the child of the Jina righteousness. la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Tusiwaachie watoto yetu miba. Let's not leave thorn to our children. Tusiwaachie watoto wetu miba. Let's not leave thorn to our Tusiwaachie children. mabaya. Let's not leave bad to them. Hallelujah. Hallelujah. Wasibaki wanalipa madeni yenye si tumekula. For them to pay for the debt that we took. Linda sana moyo wako. Guard your heart. Haitakuwa faida yako tu, It won't only be your lakini benefit. itafuata na watoto It wako. was also going to follow your children. Na yoyote utayafanya mabaya, Even the bad that you're going to do, ujua haitapita hivi. it won't go Kupite without. miaka, kupite miezi. Even after years and months, Mungu God, ni mlipiza kisasi He's a vengeance kwa God wakati wake. at His own time. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Kwa nini tulinde? Why guard? Ninataka nikwambie hivi. I want to tell you this. Adui anaweza karibu nje yako, The enemy can destroy your outside, lakini hakuna yoyote ana mamlaka ya kuharibu ndani yako. but nobody has the authority to defile your internal. Adui wa ndani The internal ni enemy wewe mwenyewe. is you yourself. Hata adui
adui even the enemy, akufanyie nini, even if the enemy does atakuwa bado what, hajafata ayafika kulengo. they will not get to the intention. Lengo kubwa The big ni mpaka intention akupate wewe is to find ili you, akutumikishe, to use you, uharibu ndani yako. so you can Jina la Bwana defile libarikiwe. yourself internally. Ukiharibu ndani, And when you defile kuna yourself, sehemu Papa Valeria alisema, there's a scripture where Papa neno Valerie said, linasema, the word says, maana humo ndio kunatoka nini? because there, that's where everything flows from. Chemchemu, That's the flow. The chemchemu flow. vinavyokuja nje What comes outside ni matokeo ya vyenyewe vimetoka ndani. is the Kwa consequences hiyo of what adui happens anaweza inside. kuharibu vya nje, So the enemy can lakini defile you hajaribu outside, chemchemu. but they cannot Chemchemu defile unaweza the flow. kuiharibu wewe And mwenyewe. you are the one who's going to Hakuna mtu defile the anaweza flow. kuharibu uhusiano wako na Mungu. Nobody can defile the Ni relationship wewe with you and peke God. yako. Only you yourself. Ndiye maana nakuja kukutia moyo, And that's why I come here to nakuja encourage you. kukukumbusha, I come to remind linda you sana moyo wako. to guard your heart. Jina la Bwana Praise the libarikiwe. name of the Lord. Haleluya. Hallelujah. Siku moja Ayubu, One day Job, kila kitu alichokuwa nacho nje kikakauka, everything he had externally was dry. na mwili wake ukaoza. Even the body was defiled. Lakini But hata hapo even then, shetani alikuwa hajashinda, Satan has not been Kwa sababu victorious because shetani alikuwa na uwezo wa nje ya Ayubu, he only had the authority or the possibility lakini of ndani outside. yake But inside, hana mamlaka naye. he does not have Na the kwa sababu authority. Ayubu alilinda ndani, And since he guard inside, waliomkimbia wote, all those that ran away from aseme him, siku moja and he said one day, wakarudi, and they returned, sababu Mungu because God, alifanya ile chemchem and he said the flow izalishe tena nje. not to flow to give birth again outside. Amen. Amen. Linda sana. Guard. Daudi David said, linda sana moyo wako, guard your heart. linda sana moyo wako. Guard your heart. Papa Modeste kuja. Papa Modeste come. Niliwahi kuonesha hivi siku moja. Weka mkono wako, saa yako isiniumize. Nikikuumiza useme unaumia. Hivi unaumia? Are you hurt? Unaumia? 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 Onesha kwanza sasa. Fungua. Yale maumivu yanatoka wapi? Where does Hii atanunua gazi hata haitajaza tanki, lakini gazi inatoka wapi? where does the gas come from? Kwenye Where? jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Daudi David, anasema ukilinda moyo wako when you guard your heart, hutamuelewa Mungu. you're not going to Wakati understand mwingine, God. Sometimes majibu yanakuja the answer will yako come. transporte na maumivu. It is transported with the pain. Siku moja Sauli, One day Saul, kwenye Samueli wa kwanza 18, as 1 Samuel Utaenda soma. 18, and you're going to read it. Sauli Saul, anasema hivi, and Saul said, asema anataka kumpa Daudi aowe mtoto wake. he wants to give his child to David. Daudi anajiangalia, And David looked anasema at him. mimi si merite, mimi si merite, si stahili. I'm not worthy. Wakambebea habari Sauli. And then they took it to Saul. Sauli akasema hapana, And Saul said no. mumwambie And he said, sihitaji mali, I do not want the bride lakini price. nataka ngozi, natafuta ngozi I want the skin. za Wafilisti 100. I want the skins of the Philistines. Lakini maandiko yanasema But the scripture says, ndani ya moyo wa Sauli but inside the heart of anasema Saul, hivi, he said hii this itakuwa mtego kwake. is going to be a trap to him. Aseme Daudi And said David, hawezi kufikisha ngozi za Wafilisti 100. he cannot accomplish 100 skins Akifikisha of tu kama ni Philistines. 60 And maybe 60, watakuwa wamesha muharibu. they have destroyed him. Daudi aliposikia And when David heard, akafurahi,
Yeah, he was rejoiced. kwamba anaenda kuwa He's going to be mkwe wa mfalme, the son-in-law of the lakini king. hakujua. But he did not Ndiyo know. maana niliwaambia hivi, And that's why I told you. haiko kwamba kila wema ni wema. It doesn't mean all the goodness Wema is ni in ule good. unatoka kwenye nia njema. And the goodness is the intention Ndiyo of maana goodness. maandiko yanasema, And that's why the scripture said, hata ningelitoa mwili wangu uungue, even if I give myself kama to be mimi burnt, sina upendo, mimi si kitu. if I don't have love, I don't have I'm nothing. Kwa hiyo upendo So love wala wema or the sio goodness sio kusema is not to say, Tio kweli, Theo, huyu Tio, this Theo, mtu nilimpa, kama nilikuwa simpendi ningempa ile shati. would I have given him the shirt if I didn't love him? Upendo Love, ama wema the wenye goodness, kutoka kwenye nia njema, with the good intention, kwanza first, unamfanya kumheshimu hata huyu mwenyewe ulitendea. you honor even the person Wema that wa you did Mungu for them. hauondoi utu wa Mungu. The goodness of God does not remove the humility of a person. Bwana Yesu asifiwe Praise sana. the Lord Jesus. Daudi And David, akasikia akafurahi, and he heard and he akaenda rejoiced, vitani. and then he went to war. Ninampenda Mungu. I love God. Kama Mungu angekuwa natuinforme kila vita, If God informed us of Mungu all akwambie the war, uende, and to tell us go, ukifika Colfax and when you get to Colfax, gari 10 zitabinuka na ya kwako, and all the lakini 10 usiogope, cars are going to leave, so but don't be afraid. nitakulinda. I'm going to Tamwambia protect you. God thank you, lakini sitaenda leo. I will tell him thank you, but I won't go today. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Kwa Lord hiyo, Jesus. Daudi And so David, akaenda vitani bila kujua chochote. he went to war without knowing Sauli anything. akajua ni siri, And David lakini Mungu saw yuko na that it was information secret. zote, But God had all na the Mungu information. akumwambia Daudi. And he did not tell David. Daudi akaenda. And David Maandiko went. yanasema And the scripture said, Daudi alipokwenda, when David went, badala ya kuleta 100 instead of bringing akaleta 100, 200. he brought 200. Huwezi kujua You do not Mungu know. anaweza kufanya double kwa ajili yako. God can do Kumbe double na because of prove. you. Yes, to Wenyewe say prove. walisema hata vukaga hapa. For the people that Bila say you will not wewe cross kujua. here without you knowing. Ni wakati mwingine nitakuja, And sometime I will come nimelala nasema hata vukaga, and they say they will not naona Mungu cross. anakuvusha mara 2. And God will cross. Na kia nakwambia, And I will come and unajua tell you, sikulala, I say, I did not sleep. nilikuombea. I prayed for you. Ukishafanikiwa wenye kutangaza kwamba walikuombea ni When wengi. you are successful, many people announce that they prayed for you. Unaweza jiuliza, You might ask yourself, ukajiuliza, you might ask yourself, inakuwaje hata mimi sikuwa naamini kama hapa nitavuka? how come even I Kumbe don't kuna believe wenyewe God walikuwa will wanasema cross here? hata pitaga pale. And there are many Mungu people that anataka say you will not kuonyesha. cross here. God want to Jina la show them. Bwana libarikiwe. Praise the name of the Aseme Lord. Daudi And he said akakuya David na 200. came with Ye 200 Daudi skins. And David anazania kwamba kuja na imba kwake he could to come kuna come singing. mfurahisha na Sauli, And he's going to rejoice so. lakini Sauli But so, na mwisho aseme Sauli anasema huku chini, and then he says at the end, aseme Sauli so akazidi kumwogopa Daudi sababu continue to be aliona afraid of Daudi David. yuko na Mungu. And he saw David was with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord Kwa Jesus. hiyo So kitu therefore, gani kilichomfanikisha Daudi? what made David Sauli alitaka successful? kumfanya Daudi kuwa adui wake, Saul wanted David to be his lakini enemy. Daudi alikataa kuwa adui wa Sauli. But David refused and rejected Hata to be kama the enemy of Sauli Saul. alikuwa anamuwinda, Even though he was trapping Daudi him, alilinda roho yake but he guarded his heart. ili Mungu abakie pamoja na yeye. So God can Nataka remain with nikwambie him. Mkristo, I want to tell you, Christian, usiogope mtu, don't be afraid of the usiogope person. watu wakiwa 10,000. Even if they're Nataka 10,000, nikwambie, I want to tell you, ukiwa na Mungu if you are with wewe God, uko na majority. you have the majority. Usitishike aseme wako wengi. Don't be afraid, Wewe linda intimidated by moyo many wako. people. Guard your heart. Kuliko yote ulindayo, Above all things, linda guard. na Mungu And God atakuwa na wewe. is going to be with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Responsibility. The Kitabu cha responsibility Danieli, in the book of Daniel, Danieli sura ya 1 mstari wa 8. chapter 1, verse 8. Tusome. Kitabu ni Danieli
sura ya kwanza na mstari wa 8, na maandiko yanasema, Ndiyo. lakini Danieli aliazimu moyoni Danieli aliazimu ndani ya moyo wake ya kuwa hatajitia najisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba mkuu wa matowashi ndiyo ampe ruhusa asijitie unajisi. Amina. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. Lord Jesus. Wende kwenye sura ya 6 papa, ili tuende kwa haraka. And chapter 6, Nitakwambia kichwa cha neno I'll tell you baadaye. the Uh-huh. theme. Sura ya 6 mstari wa 4 na wa 5. Chapter 6, 4 and 5. Kitabu ni Danieli 6, 4 na 5. Maandiko yanasema, basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshitaki Danieli kwa habari za mambo ya mfalme. Wakatafuta sababu ya kumshtaki kwa habari za mambo ya mfalme. Lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hata ndani yake. Ndiyo. 5. Ndipo wale watu wakasema, wako kwenye kikao, hatutapata sababu, wakasema ya kwamba huyu Danieli hatutapata sababu ya kumshitaki, hatuwezi kupata sababu ya kumshitaki Danieli huyo tusipopata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. 6. Simama tu pale papa, mtaenda kusoma. Maandiko yanasema kwenye Danieli sura ya 1 mstari wa 8. Daniel chapter 1 verse 8. Danieli alipelekwa utumwani Babeli. He was took as slave in Babylon. Alifika kule kwa chini ya miaka 10, chini ya miaka 20. He was under 20 years old. Na maandiko yanasema, and the scripture said, tangu kwenye sura ya 1, from chapter 1, Daniel yuko chini ya miaka 20. He's under 20 years old. Ni miaka acha niangalie vizuri. Daniel walienda utumwani. They went to slavery. Akiwa chini ya miaka 20. And he was under 20. They were under 20 years old. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Na akaweka maamuzi. And he made a decision. Hapa hayuko na baba. He doesn't have a father. Wala hayuko na mzazi. He doesn't have a parent. Maandiko yanasema, and the scripture said, akasema hawezi kujichafua. He said he cannot defile himself. Hawezi kujichafua. He cannot defile himself. Maandiko yanasema akasema siwezi kujichafua. He resolved to say, I cannot defile myself. Kwenye sura ya 6, but and also in chapter 6, Daniel yuko chini ya miaka 20. And he's still under 20 years old. Kwenye sura ya 6, and chapter 6, Daniel anakuwa muuzee. And then he's gone to the old age now. Lakini jinsi alivyokuja, but the way he came, na jinsi alivyokuwa, and the way he was, hakubadilika. He did not change. Kwa hiyo watu walimfuatilia. And people follow him. Walipofika Babeli, when they arrived to Babylon, wenzake, and with his friends, maandiko yanasema ya kwamba, and the scripture says that ilikuwa mwaka wa 605 kabla ya Yesu. It was 16500 BC. 600, yes. Biblia inasema, and the Bible said, miaka 605. 605 BC. Na walipofika, and when they arrived, waliwabadilisha majina
kuwatoa majina ya Mungu wa Waebrania wakawapa majina And they changed the name from the God of the Israelites, the Hebrews, to the name of the gods ya miungu ya Babeli. of the idols of Babylon. Waliwabadilisha. And they changed their names. Jina la Bwana Praise the libarikiwe. name of the Lord. Waliwabadilisha majina. And they changed their names. Lakini pamoja na kuwabadilisha majina, Even though they changed their names, walipowambia wakule chakula, when they told him to eat the food, sababu kile chakula hakitabaki nje, and since the food would not stay chakula outside, kitaingia ndani, and it's going to go na kile inside, chakula and that food, kitaweza kuharibisha uhusiano wao na Mungu. it can destroy the relationship Na between them wakati and huyu, God. And this time, Daniel and Daniel, yuko pale. he's there, Maandiko yanasema and the scripture says Danieli hakutoa sababu, he did not give lakini any aseme reason. Danieli alisema But it says, Daniel, sitajichafua. I did not defile Watu wengi myself. sana Many people, tuna masababu. we have reasons. Aseme unajua hizi nchi, You know these unajua countries. hizi nchi, You know these unajua countries. huku Marekani, You know here in unajua huku America. Marekani. You know here in America. No. Marekani sio laana, America is not na a curse. Marekani sio kuzimu. It's not hell. No. Wenzetu walikuwa Babeli, They were in Babylon. wanaamurishwa kwa nguvu. Marekani hawatushiki kwa And nguvu, they were forced to go lakini there. maamuzi walioyachukua, But the decisions that they made, wakasema tutasimama katika Mungu, we are going to stand in God. hatutajichafua. We're not defiling ourselves. Wakasema huyu ni sababu wangali wanakuja. Maybe it's because they're still new. Wakafuatilia maisha ya Daniel And they follow his life. na wenzake. Also with his friends. Biblia inasema And the Bible says, mfalme alimuinua Danieli, hatutasema kule, and the king akamuweka juu, and he put him on na top. kile kitu kikawauzi wengine, And also people would kwamba disrupt kwa by nini that. Daniel. And why Daniel? Wakaanza mbinu ya gisi watamwangamiza. And they start planning how to destroy him. Walipomfuatilia, And when they started following plani him, zao zote, all the plans they mbinu had, zao zote, all the intention wao they had, wenyewe kwenye kikao all them at the meeting, wanasema hakika, and said ni truly, kama wanaweza sema hivi, and said this, hakika huyu Danieli ni Mkristo wa kweli, this Daniel is a true maana Christian. tulimfuata tangu ujana, We follow him since his youth. aliyoyasema The things he ndiyo said, anayoyaishi. and that's why he leaves. Ulikuja wewe, And you came, ulipokuja when you came, ulikuwa na uhusiano na and Mungu. you had a Una relationship miaka with God. mingapi hapa? How many years do you Ulishakuwa have? aje? what are Mbona you tunajawa masababu? How come we are Danieli full of angali moins de excuses? 20 ans, Under 20, mpaka Daniel, uzeeni until the bado old anasimama age, na Mungu, and he stand with na God, watu wanashuhudia. and people are Lakini testifying. sisi, But us, mtu kama angali anakuja, when somebody anakuja comes, yuko moto moto. they have, Kadiri siku zinakwenda, and then as yuko the time anaenda goes, anashuka, and they come anaenda down, and they come anashuka. down. Mungu naye anatuangalia. And God is looking at us. Lakini Danieli alisimama, But Daniel stood, wakaambiana, and they told each other, tulimuwinda, we looked, tumkamatie wapi? where can we the ground Walikuja of charges. kuangalia. And they looked, Wanasema hivi, and they said, bila kupata kwenye sheria za Mungu, walikuja kuhakikisha Mungu wa Danieli sio Mungu wetu. his God is not our God. Wewe sikia unaikalaga watu, When you stand in people, wakakutofautisha. they're going to Je, differentiate you. unaikalaga watu wakakutofautisha? Can you be different amongst people? Kuko wengine And there are others, atakadi asikie sifa ya mwingine. they don't Watu wanna wanasema see- lakini ule ndugu anasimama kweli. they don't want to see other people Utasikia being naongeza, honored. And then they will wengi add, mumujui, you guys don't know him. mimi Aye. wewe ya kwako yako hadharani, And yours is Wewe. also clear. And he Kwa said, hiyo you, unataka usaidie adui. and you want to help the enemy. Wakasema hakika, And he said, truly. bila aseme huyu Daniel And he said, this Daniel, hatuwezi kumpata we cannot find him. kwa sheria ya Mungu wake. We cannot find him in our charges. Vyenye tunafanya Everything we do, yeye Mungu wake. he's Ukimuuliza God. kwa nini haufanyi, How come you're anasema not doing? Mungu wangu, He said, my God. kwa nini wewe huwezi fanya hivi? How come you can't do Kwa this? nini wewe huwezi fanya hivi? How come you can't Anasema do this? hapana, ninamtii Mungu. I'm Mwisho obeying wakagundua, God. And then they aseme found out. hakika And they Mungu wa discovered Danieli that haiko God ndiye Mungu wetu. he doesn't have the Kwa same hiyo God as ours. tufanyeje?
So what are we going to Maandiko do? yanasema And the scripture says, wakasema bila kwa sheria ya Mungu wake. without the law Huyu of his God, Danieli alikuwa anaangalia gouvernement. He Yeye anaangalia was- government. he's the administrator of the government. Mfalme amemkonfie. And then the king has trusted him. Wakasema hivi, And they said this, kuna sheria. there's a law, Huyu Danieli this Daniel, tukitaka kumupata, if we want to find, Tukitaka if we want any kumpata. charges, tufanye njama we have to ya plan jambo lenye atajiharibisha yeye mwenyewe. for him to Maana trap vyote si himself. tuko tunafanya, Everything we do, tunagusa nje we are touching na outside, hatuwezi kumpata. and we cannot find him. Tumsababishie We must cause him afanye nini for him to yeye do, mwenyewe. for him Ana personally. mkono wa kugusa ndani, Now he has the hand to akifanya touch jambo internally. litamkatisha relation na Mungu, He will do something that will stop the Tutampata. relationship of God, and will na find him. akingangana na huyo Mungu. And if he stay with God, Kuko sheria ya level ya yulu and there's a high level law ya kutupwa ndani ya tundu la simba, that's going to be na thrown hata huyo in the Mungu wake den of the lions. anaokoaga Even his God that saved, akidumbukia mule. if he's Tutakuwa thrown in tumempata. there, we have found him. Biblia inasema And the Bible said, mfalme alimuitisha Daniel the king calls Daniel. wakati walimwambia kwamba amekataa kuabudu Mungu wako 30 jours, alikataa. When they told him that he has refused Wanamwambia for 30 fanya days, kamata hata vacation kidogo they said, take a little ya huyo vacation Mungu at least. wa Mungu Take a vacation from your God. wa Mungu wa Israeli, Take a vacation from uabudu the huyu Hebrew Mungu God. wetu. So Ni in the 30 worship, jours tu just 30 utarudia. days. Daniel anasema And Daniel said, And Daniel niko tayari said, kufa, I'm ready to niko die. tayari kufa, I'm ready to niko die. tayari kufa. I'm ready to die. 30 jours ni mingi, 30 days is hata a lot of mungeniambia days. sekonde Even if 30. you told me 30 seconds, Jina la Bwana praise libarikiwe. the name of the Lord. Mfalme anamuonesha mabenefit And the yote. king showed him Ona all the wenjo mkubwa benefits. kwenye serikali, Look, ona these jinsi big people. ulivyokuja. Look how you are Ona in the kwanza wewe government. hauko mtu wa Babeli, And you are not even a Babylon nimekuplace, person. But I have nimekupa replaced you. hivi, I've given you uko tayari this. kupoteza And hivi, you are ready to lose all uko this. tayari. You are ready to Daniel lose all this. anasema And Daniel ni said, afadhali nilale nje nikiwa na Mungu. I would rather sleep outside with God. Aseme mfalme akasema sina kingine. And he said, I don't have anything else. Wakamkamata Daniele, And they took Daniel wakamtupa ndani ya tundu la and they simba. threw him in the den of the Maandiko lions. yanasema And the scripture said, siku hiyo mfalme and that day the king, akafunga vinanda vyote. and he stopped all the instruments. Maandiko yanasema And the scripture says, mfalme akakosa usingizi, that he couldn't, akaamkia sleep, he asubuhi couldn't kwenye find tundu sleep. la simba, And he went early in the morning to the akasimama den. And then he stood. akalalamika kri, And then he akasema shouted. He said, Daniel. Daniel. Kwanza kabla ya kumtupa, And before throwing him in the Biblia den, inasema mfalme alitaka kumsove, and God, the scripture said that the sababu king wanted mfalme to alikuwa na save him. benefitie And that's where he will benefit kwa Mungu wa Danieli. from the God of Daniel. Kwa hiyo alikuwa anataka kutunza ile And benefit he yake, wanted to save that lakini benefit. sheria iko kali. But the law is above. Akamwambia Danieli, And he told kwenye mimi Daniel, nafikia, the nilitamani point where kukusove, I wanted to save lakini you, lwa ya nchi iko yulu. but the law is above. Akamwambia neno moja, And he told lakini you, Mungu wako. but your God. Haleluya! Hallelujah. Aseme lakini Mungu He wako said, your God, ambaye unakubali mpaka kufika kwa hiki kiwango, that you accept to get to this mpaka point, unakubali kuiona tundu la simba to wende. see the den of the Aseme lions. huyo Mungu atakusaidia. And he said, that God is going to help you. Aseme Danieli akaenda kutupwa. And then Daniel was thrown. Danieli alipoenda kutupwa, And when Daniel was Maandiko thrown in the den, yanasema, and the scripture said, aseme Danieli, and he said, Daniel, mfalme asubuhi mapema and early in the morning, akaamukia the kutundu la king simba, and went to the den, akasimama yulu, and then he stood. kabla hajamuona. Now, right before Jiwe he saw liko him, juu. and the stone is on Linda sana top. moyo wako, Guard your linda heart. sana moyo Guard wako. your heart. Danieli anakufia kulinda moyo And he wake. died because he's guarding his heart. Mfalme analalamika. And the king shouted. Sikiliza kisi anasema, And this one is, he Danieli, said, hey, Daniel, mtumishi wa Mungu aliye hai, the servant of God who's alive, hapana Mungu aliye mufu. not the God of Aseme the Mungu dead. aliye hai.
hai. The God of the living. Miungu ya Babeli ni mifu. The idols of Ulikatala Babylon kuiabudu. was dead. You Mungu refused to wako. reject your God. Daniele. And he said, hey, Daniel, Mtumishi wa Mungu. the servant of Uliye God, hai. a God who's alive. Daniele. And Daniel, Aliishi chenye alichosema. he lived what he said. Akasema Daniel. And he said, Daniel, Mungu wako alikuokoa. your God has Daniel preserved you. Mfalme hayamuona. And the king hasn't seen him. Tundu la simba jiwa liyaondolewa. And the cover has not been Akasikia removed. sauti inatoka shimoni. And then he heard the voice coming Asema below. inalalamika inasema. And the shouting said, Ewe mfalme. and say, hey, king, Mungu wangu. my God, Mungu wangu. my God, Alituma malaika. he sent his angel. Akafunga kinywa And he closed the cha mouth. simba. He closed the mouth Kwa of the sababu lions. Mungu aliniona. And because God Sina saw me, hatia mbele yako na mbele. I don't have any disobedience in front of him. Ndugu zanguni. And my beloved, Babeli kulikuweko simba. in Babylon there was a Lakini Mungu lion. alimuokoa Daniele. But God Marekani saved wako Daniel. simba. In America Simba there wa are cancer. lions. And the Simba wa lions of diabetes. cancer, the lions Simba of ya diabetes, wachawi. the lions Simba of za witches, ajali. the lions of Tumefika tunamkana accidents. Mungu. We're going to disobey Kisha God. tunaanza kumtafutisha tochi. And then we start looking for Lakini him with tungebaki torch. waaminifu. If we are faithful, Mungu anaweza kufunga kinywa cha he can simba. close the mouth of the lions. Daniel alikuwa aliwafanya nini? What did Daniel do to them? Alikuwa aliwafanya nini? What did he do to them? Mimi nilikuwa nadhania I thought njaa ndio inasababishaga watu wakuwe na roho mbaya. hunger is what causes people to have. Kumbe mtu mubaya have ni mubaya envious. tu. A bitterness Mimi sikujua person is a kwamba bitter Marekani person. kwenye tunamwangaga chakula kuna kuweza kuwa watu wenye roho mbaya. I didn't know where we throw away food, there will be bitter people. Mtu akuchukii juu ulifanya kitu, atakuchukia tu kukuona tu. They did not hate you because you done Bwana something, Yesu just asifiwe because sana. they saw you. Linda sana moyo wako. Guard your heart. Kichwa changu cha neno kinasema hivi. And then my theme said, Linda sana moyo wako. guard your heart, Maana mbele yako because in front of you, kuna wimbo wa sifa. there's a praise song. Nataka kumalizia hapa I want to end here kwa kuunganisha neno. to Papa connect the words. Valeri, unisomeye Read for kitabu me kile cha Wafalme wa Pili 2 Kings, sura ya 7 2 Kings chapter 7, mstari ule wa 3 na wa 4. 2 Kings chapter Kisha 7. usome mstari wa 9. Soma papa. Linda sana moyo wako. Guard your heart. Mkumbushe jirani yako. Remind your Linda sana neighbor. moyo wako. Guard your heart. Kuliko vyote uvilindai. Wafalme wa Pili 2 Kings sura ya 7 chapter 7. Rebo sayandikaraya. Mstari sura ya 7 mstari wa 3 verse 3. na wa 4, kisha utaenda kuwa 9. And then you will jump to 9. Tunasoma Wafalme wa Pili 7:3-4. Ndiyo. Maandiko yanasema, Ndiyo. basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma wenye ukoma. penye lango la mji, Ndiyo. wakasemezana, mbona kunakaa hapa hata tufe? Mbona tunakaa hapa mpaka tufe? 4 tukisema tutaingia mjini, tunaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa, tukibaki hapa tutakufa vile vile. Haya twende tukaliendee jeshi la Washami, ndiyo wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Yo, sikiliza. Mstari wa 9 unasema nini? What does 9 say? Wa 9. Mstari wa 9 unasema, ndiyo. Ndipo wakaambiana. Wanani? Wenye ukoma. Wakaambiana nini? Mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema. Sikiliza. Kwenye mstari wa 3 walisemaje? Walisema tutakufa.
Mstari wa 9 wanasema And what does 9 say? ni habari ya mauti. Leo ni siku ya matanga. Is it the news of Jina la death? Bwana Praise the libarikiwe. Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sikiliza nikwambie neno lingine. Listen to, so I can tell you another thing. Israeli The Israelites, walikuwa wamezingirwa na maadui. they were surrounded by enemies. Mungu akawaambia Israeli, And God told the Israelites, kesho nitawashangaza. I'm going to shock you Maana tomorrow. walikuwa parter. Because they were discouraged. Wenye ukoma hawakusikia tangazo la Mungu. Those with leprosy did not hear the announcement of God. Magonjwa yao ilikuwa ya kuwatenga na watu. Because their sickness was to separate them from people. Walikuwa hawakusikia. They did not hear. Lakini Mungu akasema, but God said, kesho Israeli nitawaondolea aibu. Tomorrow I'm going to remove kesho the nitawachekesha. shame. I'm going to make you Kesho smile. nitawashangaza. I'm going to shock you Kwa tomorrow. njia gani? In what way? Na Elisha aliyetabiri And Elisha who prophesied, hakujua njia ya Mungu. he did not know the way of Lakini God. akasema, But he said, asema Bwana wa majeshi, he said, the Lord kesho of God, the mtashangaa. army, tomorrow you're going to be Wanaangalia, shocked. And they're looking, itakuwaje? how is it going to be? Maandiko yanasema, Now the scripture said, kwenye lango la Samaria on the door of kulikuwako na Samaria, wenye ukoma wanne. there were people with leprosy. Ngoja niwaulize, I want to ask hawa you, wenye ukoma those with ndio leprosy, majina yenyewe kwa identity yao. is that what they have on it, Walikuwa na and their majina ya identification? kuzaliwa. They had the birth names, Lakini wanaitwa majina ya probleme yenyewe wako but they were nayo. called the name of the Jina la problems. Bwana Praise libarikiwe. the name of the Lord. Wakati mwingine And at other times, unaweza kudumu ndani ya probleme. you might be stuck in Probleme the problem, ikageuka kuwa and identity the yako. problem is going to be your Watu watakuwa identity, wanakuita jina ya and they're tatizo going uko to nalo. call you the problem that you have. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana Praise the libarikiwe. Lord Jesus. Probleme yake, The problem, probleme yao ni mwili. the problem Mwili is the umeoza. skin. The skin Wenye has ukoma leprosy. wako na Those with magonjwa ya leprosy, kuwatenga na watu. they had the sickness to Walitengwa na separate watu, them from people. hawakutengwa na Mungu. They were separated by people, but not by God. Mwili uliharibika, The skin was lakini kitu defiled. kimoja, But one thing, walilinda mioyo yao. but they guarded their heart. Na Mungu akaangalia. And God looked. Sikiliza nikwambie, Listen, so I can tell you. wakati Mungu anawaambia Israeli, When God was telling the Kesho, Israelites, tomorrow nitawachekesha, I'm going to make you smile, hawajui njia. they don't know the way. Magonjwa ya wenye ukoma The sickness of inajulikana na leprosy, watu wote. everybody, Alafu watu wako everyone knows. wanashangaa. And people are, Wenye kuwa na afya shocked. njema wanakufa, wenye ukoma wako tu. Man. Magonjwa yao inajulikana. The sickness is known. Lakini wenye afya karibu njema wanafariki. But those with good health are Watu dying. wanajiuliza, And people are lakini asking, Mungu naye, but what about hawa God? mbona? How come these Na wenye people, ukoma wenyewe and those with hawajui. leprosy, they don't know? Kwa nini mbona si tunaishi How come we are mjini, living watu wanaishi, in the city? tuko People tunaona are gisi watu living, wanapita hapa, and people are tuko passing tunaona in, gisi watu wanaenda kuzika. and we see how Si they're going to tunangoja bury nini? people. While we waiting Unisikiliza for. nikwambie, And let me tell you, Mungu, God, Mungu wa mbinguni God of alikuwa heaven, anajua He knew taifa lake litapata problem. that His nation Mungu will have problems. akatanguliza solution ya problem. And He started with solution before Wenye the problem. ukoma Those with walikuwa leprosy, solution ya Mungu ya problem inayokuja. they were the solution of the problem that was coming. Na wao hawajui, But they don't know. na wao But they hawatambui. don't understand. Hallelujah. Hallelujah. Jina la Bwana Praise the name of the libarikiwe. Lord. Wenye ukoma Those with leprosy, anaingia ICU. they go to Kesho ICU. hata lamuka wanamuona nje. They go to Mwenye ICU and they wake ukoma up tomorrow. wanamuona hivi. They'll see Waganga them. wanatabiri hivi. And Watu wanasema and hivi. the doctor Yuko says tu. this. But they Kuna mshware mwa Burundi alikuwa anaitwa Ngendabanga. Ngendabanga. I walk back the head, but I'm walking. Tena alikuwaga defenseur. And he was a defender. Alafu alikuwa anakuja kufunga. And then he will come to, Maana yake nini? to score. Ngendabanga ni kusema nini? What does it mean? Ngendabanga. Natembea wanachukia. Natembea lakini watu wanakataa. Haleluya. Ngendabanga. Naho banga mugabo. If you refuse, kulikuwa mchezaji mmoja anaitwa Ngendabanga. Kuko watu wanaona labuja Marti haitapita Ngendabanga wenye ukoma. But the leprosy,
ukilinda moyo wako when you guard your na heart, kubatiza ngenda banga, I'm going to hata baptize you in the wakatae Navang. utaenda tu, Even if they refuse, you maana will Mungu walk. hafanyi kikao na wanadamu. Because God does not Watu meet with people. wakajiuliza, And people are asking themselves, mbona hapa? how come these Mbona people? hapa? How come these people? Mungu aliwaangalia And God akasema looked naweza at, kuwaamini hawa watu. can trust Wenye them. makoti wako pale, Those wenye with suits, majina wako pale, those with names are akawaona there. wenye ukoma. And he saw with the Jina la people with Bwana the leprosy. libarikiwe. Praise the God, Lord. Waliitwa wenye ukoma. Those with Unajua leprosy. nikwambia mama Biza, Let me kuna tell you, Mama watu, kuna Bisa, wakati unaweza tembea, you can kumbe walk jina lako sometime. mkartie walishalibadilisha, Maybe the name watu has been walishakupanga changed. majina, And they have given lakini you names. usife moyo. But don't be Wanagusa destroyed. nje, They're touching wanaharibu outside. jina wa uzuribu utu wa ndani. But they're not destroying the humility of Wewe linda, God. linda moyo wako Guard your heart. kuliko vyote uvilindavyo. Above Siku all moja things, Mungu atashangaza. God is going to shock Haleluya! people. Hallelujah. Wanaitwa wenye ukoma, They'll call the wanawaitwa leprosy. wenye ukoma. They'll call Haiko leprosy. ndio majina But yao. that's not what their name Ninampenda were. Mungu. I love God. Mungu kwa kuwainua To lift hakungoja them. kuwabadilisha majina. He did not Mungu change their alisema names. nitawainua na hayo majina. I'm going to pick you up Dunia and lift you ipate up with your kujua. name. And so the word can Dunia know. ipate kujua. So the word can know. Dunia ipate The kujua. word can know. Wenye ukoma wajui plani ya Mungu. Those with leprosy do not know the plan of Aseme God. wanaamka asubuhi moja, And they wake up one day. wanasikia kabisa hii leo ni ya mwisho, And they feel that today is the last one. wanasema hii ni ya mwisho, And said, this is the last one. wakaambiana, And they spoke to aseme each ndugu other. yangu, And my beloved, tukienda mjini if we go in the city, tutakufa, we're going to die. tukibaki hapa If we stay here, tutakufa, we're going to die. tukienda kwa maadui And if we go to the enemies, tutakufa. we're going to die. Hawana choice, They don't have a wanabaki choice. na ndoto tu ya kufa. And they only have a Wanawake dream of wanapokea dying. matabiri aseme watakufa. And they have received the Kila promise chochote of cha maisha dying. yao wanakuwa wanaona tu sisi hatuna espoire. That we don't have hope, whatever they're receiving. Hawajui plani ya Mungu. But they don't know the plan of God. Andiko yanasema, And the scripture said, lakini twende. but let's go. Hata walitufukuza. Even if they separate us, Kinachonibariki walisema, what blessed me they tusirudi say, nyuma, and let's not go backward, tusibaki na hapa. and let's not Twende remain here. mbele. And let's go Kuna forward. watu wanatamani There are people ubaki that want, kwenye huko that wala wish, urudi nyuma. they want Sema you ya to kwamba remain. sitabaki hapa, I will not remain here. hata kama abishiki leo, And even if it is not, nitasonga mbele. I will continue. Maandiko yanasema And the scripture said, wakaanza kwenda and they buke start- buke, oh, Gahoro, slowly, gahoro. slowly, pole pole. slowly. Aseme walipofika, And when they reached, maandiko yanasema wakazani kwamba ni mtego, and they thought it was a trap, kwamba maadui wamewatega, kumbe Mungu ametenda. thinking that the enemies have, Wenyewe walisema hivi, those that said leo ni siku ya kufa. that today is the day of dying, Wanabadilisha. and they change. Tulisema aye kule, What did we say there? vuta ile kauli, vuta kauli, vuta kauli, destroy vuta kauli, destroy, vuta kauli, rebuke vuta kauli. rebuke Hata rebuke. daktari alisema, Even if hata the walisema, doctor say, even if hata they uliona say, ndoto, rebuke hata uliona nini, Even sema what ya I'm kwamba say that, ninachokifanya what I'm doing, nitalinda moyo wangu tu. I'm going to guard my heart. Wenye ukoma Those with walikubali leprosy, mwili uharibike, they lakini accept for the skin to na be hili ndio Mungu destroyed. alimwambia Samueli, And that's what aseme God mimi told Saul. ninaangalia ndani. I look inward. Hallelujah. Amen. Acha niwamalizie kwa mfano kadogo. And let me end with one example. Mtumishi wa Mungu mmoja alisema, One servant of God walikuwa said wanahubiri mkutano mkubwa, they had a huge crusade. kulikuwa watu wengi. It was a crusade, Aseme mtumishi and then the servant aliyekuwa of, anahubiri, Mungu akamwambia, and the God told the servant, akatamka jina, tuseme mfano Mariamu, hiyo ni mfano. and he said, Aseme Mariamu njoo huku. he said, Miriam, come here. Aseme kukakuya Mariamu wengi, And he came many Miriams, wakasimama pale. and they stood there. Aseme Mungu And he said, God, akamwambia yule mtumishi, and told the servant, kwa sababu wa Mariamu ni wengi. there are many Mungu Miriams. akamwambia hivi, And God told, Mariamu ninayeikwambia
The Miriam that I ni told you. mlemavu wa mkono na mguu na kinywa. He's disabled with the mouth and the legs and the hands. Sikia last name yake. See the last name. Wanawake wazuri pale wakasema ili last name hatuchangii, wakarudia And nyuma. those who are not disabled. Kukabakia umoja mwenye mkono na mguu. And they were left one Na kinywa kiko pembeni. And the mouth aseme yule mtumishi akamwambia. And the servant was asema Bwana. And say God. Mungu anakupa mariage. And God is giving you marriage. And they said. Batu wote musale wakafanya. And then everybody in the meeting. Walikuwa wanatarajia labda mponyaji muujiza wa uponyaji. And maybe they were expecting watu some miracle. Aseme yule mtoto mwanamke. And the hakupokea kwa amina. She did not receive. Aligeuka kwa aibu. She returned. Maana alirudia. Because she returned. She returned. Wale wasichana warembo wanakunana. And those beautiful women, and they just aseme. And said. Huyu Mungu. And this God. Kwa mambo yasiyowezekana. And the things that are impossible. Kulikuwa mtumishi mwingine yuko Almanye. And then there was another servant in Armenia. Yuko anamuomba Mungu nipe mke. And he was praying to God aseme to give Mungu him a wife. Akamwambia. And God told him. Nenda Afrika sehemu fulani. And go to Africa in this area. Nikwambie kwa ufupi tu. In short. Aseme huko kuko mke nimekuandalia. There's a wife that I prepared for you. Aseme siku Mungu alimkutanisha na ule. And when he met with Mungu the akamwambia woman. Huyu ndiye mke. And God told him this is the wife. Garso anasema ni juu tunakuheshimu huyu. It's because I fear you, but this Mbona one. unanipa mzigo? How come you give me burden? Hivi. Aseme siku ya kufunga harusi. And the day of the wedding. Pastor anasimama. And the pastor stood. Wako wanaangalia gisi mtoto mwanamke mkono haufanyi kazi atamuvikaje pete. How is the hand going to put aseme the ring? Nguvu ya Mungu. And the power of God. Ili sirkile musale. And you circle in the ikaenda place. kwa ule mkono pup, mkono ukanyooka. And then the hand ikaenda was kwa ule straight. mguu pup. And then went to the leg. Ukanyooka. And the leg was straight. Harusi ikabadilika. And the wedding changed. Aseme. And he said. Yule mtoto wa mwanamke. And that woman. Kumbe Mungu alikuwa amemwandalia ministeri kabambi wako Almanye. But God was preparing a ministry. Na kiongozi mkubwa visionnaire. And then aseme ni ule mtoto mwanamke. Garso alikuwa nadhani Mungu anampa mzigo. And the man thought he was receiving a burden. Kumbe Mungu anampa mwenye yeye atamubeba. Jina la Bwana libarikiwe, tusimame. Haleluya. Amen. Mutakie ndugu yako. Mwambie linda sana moyo wako. Guard your heart. Kuliko chochote ukilindacho. Above all things. Hapo utageuza vita vitakuwa vya Bwana. The battle are going to be the Lord's. Na pesa yo nini yo. Zambe na pesa yo nini ye. Nataka umwambie Mungu kwa maneno machache. I want you to speak to God in few words. Tell the Lord. Ninakuomba jioni ya leo. I pray this afternoon. Nipe maamuzi mapya ndani ya maisha yangu. Give me new decisions in my life. Nijue kulinda moyo wangu. To know how to guard my heart. Usilipize kisasi. Not to revenge. Unawezekana. It's possible. Kuna mtu ambaye amekuumiza. Kuna watu wamekuumiza. People hurt lakini yawezekana ni mlango shetani anataka. Maybe it's the door that the devil wants. Usifike kwenye Mungu anakusudia. Where God intends for you to reach. Mwambie Mungu. Tell God. Hallelujah. Elohim Adonai Shama. Ninakuombea. I pray. Acha wenye kuharibu waharibu nje. For those to destroy lakini outside. Usiwasaidie wewe kuharibu ndani yako. But don't help them, don't assist them to defy your heart. Yenye watachukua wachukue. Whatever they will take, let them lakini take. Ukilinda moyo wako. But when you guard your heart, kuko restoration ya Mungu. There is a restoration na of God. Na wewe uko hapa. Now you who are here. Daniel aliingia yuko kijana. Daniel entered as a young man. Alibaki mwaminifu paka uzeeni. But he was faithful until the old age. Yawezekana umesharegea. Maybe you have been weak. Rudia kwa Mungu leo. I return to God today. Bwana. I return to God today. Connection yako na Mungu imekufa. The connection between you and God has died. You yourself know. Mambo unalazimisha. To do things lakini Mungu anaweza kukuconnect tena leo. But God can connect you again. Bwana Yesu ninakushukuru, nasema asante.
Asante kwa ajili ya neema yako. Neno hili kwa ajili ya maisha yangu, ninaomba unipe neema ya kulinda moyo wangu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kiongozi na mwamba wangu, Baba mtakatifu, neno lako ni amina na ni kweli. Yesu Mnazareti, Baba wa mbinguni, yawezekana kuna watu wamehuzunishwa sababu wamechafuliwa majina, lakini jina linaweza kuchafuliwa ila haliwezi kuchafua ndani. Wewe ni Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba unaangalia ndani, na ndani adui hawezi kufika. Naomba nisimsaidie adui kazi ya kujichafua ndani, Bwana, katika jina la Yesu. Asante kiongozi mwema. Ninabariki mkutano mzima, ninabariki wa baba, ninabariki wa mama, ninabariki huduma, ninabariki wote kwa utukufu wa jina la Yesu. Neema ya Mungu iwe pamoja nao katika jina la Yesu. Ninaibariki wiki ya leo, utukufu kurudilie wewe. Ponya mioyo iliyoumia, ponya mioyo yenye kuwa na majeraha, imekutana na mambo magumu. Wengine walikuwa wanataka kukamata maamuzi magumu, lakini Bwana umeweka neno ndani ya kinywa changu, nikuje kuwakumbusha wakumbuke wao ni wanani, wasiamue kama watu wa dunia, sababu wewe ni Mungu. Asante Yesu Kristo, utukufu kurudilie. Wiki yote na ikabidhi mikononi mwako. Ututangulie katika yote, hata harusi iliyo mbele yetu na wale ndugu zetu wenyewe wako safarini, tunawakabidhi kwako katika jina la Yesu. Bariki kijana Upendo, bariki hata mke wake mtarajiwa. Bwana Yesu, harusi hii uibariki katika jina la Yesu Kristo. Gusa watu wajitoe kwa ajili yao, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Masia tunaomba na kushukuru. Amen. Makofi na vigeregere. Tusalimiane, twende na amani.